Tuzungumzie swala zima la hizi safari za kuelekea nje huko, na maanisha labda tuseme Kongo kumekuwa na changamoto nyingi sana. Kwa upande wako, je, ushawahi kupata trip ya kuelekea kule na zipi changamoto ambazo ulizipata? Of course ni sio muongo napo, kwa sababu Kongo sijaendelea, nimefika Zambia. Mimi nishaka Zambia. So nimeona changamoto ni nyingi sana. Sasa ikafikia hatua mimi mpaka nikaona nishindwe. Kiufupi mimi kutokana na changamoto ambazo nilikutana nazo, nikashindwa kwa hekaheka za Tunduma tu jinsi ya palivyo. Yaani ubaya kule ni Tunduma kwa kwanza. Ndio shida ya kwanza. Naanzia pale. Ilikuwaje kuwaje? Hebu tupe story kiufupi mzee. Umefika Tunduma for the first time, umepewa route, sijui ulikuwa unaelekea nchi gani, ukaona hekaheka zimekuwa nyingi, ukasema bwana mimi hatutowezana na vitu kama hivi. Changamoto zipi ambazo zilikukwaza sana? Pale changamoto ya kwanza kuhusu kwenye uvushaji wa magari nao pale. Tunduma ni boda kubwa sana. Ukizungumzia Tunduma ni boda kubwa sana. Umeelewa? Sasa pale magari ni mengi. Unafika pale tena unaomba dokumenti bado, subiri, unakaa wiki mbili huko pale pale. Sasa end of the day unakuja kukutana na baadhi ya matajiri leo hii ya kuzingatia kwenye swala la overstay. Na ndio swala ambalo linawatesa sana madereva pale Tunduma. Na ukija kuangalia uchumi wa Tunduma ni mkubwa sana. Yaani kitu kinachouzwa huko shilingi 5,000 Tunduma kinauzwa shilingi 10,000. Kwa hiyo basi dereva atamlazima atumie mileage yake, mwisho wa siku inaisha mileage, hata safari hajafanyaje, hajaanza. Anakuja kuingia tamaa kwenye vitu vingine tena ambavyo unaweza kusema kama mafuta au nini, ambavyo anajua kabisa hivi mafuta hayafanyaje, hayafiki. Mwisho wa siku tajiri unakuja kumuona mbaya dereva, kumbe tajiri mwenyewe hujataka kumtengezea mazingira mazuri dereva wako.